haya ya maandamano. Na katika duka hili la Quickmart, hali ya kusikitisha pale, vijana wanaonekana wakipora hadharani bidhaa mbalimbali kutoka kwa duka hili la Quickmart jijini Nairobi. Huu ni uharibifu mkubwa wa mali pamoja na bidhaa ambazo zimo katika duka hilo la Quickmart. Hatujapokea taarifa yoyote hadi kufikia sasa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea jijini Nairobi, ima kutoka kwa idara ya polisi ama kwa serikali, hasa baada ya uharibifu ambao tunaona ukiendelea peupe kabisa. Na maafisa wa polisi pia wanaonekana kutumia mbinu zao kukabiliana na hawa ambao ni waporaji. Hawa si waandamanaji, nadhani sitakosea kusema hivyo, kwani sasa hili limegeuka la vurugu na ghasia, na hawa wanapora mali na bidhaa za maduka mbalimbali katikati mwa jiji la Nairobi. Mtazamaji, kile ambacho kilianza kama wanaharakati wa kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 sasa kimetufikisha hapa mwaka mmoja baadaye, vijana wakifanya maandamano wanayosema ni kuwakumbuka wenzao ambao waliuawa na maafisa wa polisi katili katika maandamano hayo ya kutaka mswada wa fedha wa mwaka 2024 uangushwe. Ndiyo, Rais William Ruto aliuangusha mswada huo, na matukio yaliyofuata bila shaka ni ya mabadiliko ambayo Rais William Ruto alifanya katika serikali yake, lakini wengi wanasema mabadiliko haya hayakutosha, kwani hata baada ya kuwasimamisha kazi mawaziri wake, idadi kubwa ya mawaziri waliosimamishwa kazi baadaye walirudishwa kazini, na wale ambao hawakupata nafasi katika baraza lake la mawaziri basi walitafutiwa minofu katika idara tofauti za serikali. Polisi wanaendelea kutupa vitoa machozi ili kukabiliana na vijana hawa ambao sasa wamegeuka kuwa waporaji wa mali katika maduka mbalimbali hapa jijini Nairobi. Na kama unavyoona, vijana hawa wanabeba bidhaa za aina yoyote kutoka kwa maduka haya ambayo tayari yamevamiwa na yamegeuzwa kuwa uwanja wa kuchagua